langu jina Ali Swaleh Mchana. Wakati tukifahamu kwamba kikosi cha Simba kiko Morocco kwa ajili ya mchezo wa fainali wa kwanza dhidi ya RS Berkane, klabu hiyo ya Berkane imeweza kutoa taarifa na kutangaza kwamba mchezo wa marudiano wa fainali ambao ulipangwa kuchezwa katika dimba la Benjamin Mkapa siku ya tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025 sasa utapelekwa katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Taarifa zinaeleza kwamba klabu ya RS Berkane ya Morocco imetangaza rasmi kwa mashabiki wake kuwa mchezo huo wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Simba ulipangwa kuchezwa Mei 25 utafanyika kwenye uwanja wa Amani Zanzibar badala ya Benjamin Mkapa. Kupitia taarifa yao kwenye ukurasa wao rasmi, Berkane imesema kuwa shirikisho la soka barani Afrika CAF limeamua mchezo huo wa marudiano uchezwe katika uwanja wa Amani kisiwani Zanzibar, na kwamba mechi hiyo itaanza majira ya saa 12 za jioni kwa saa za Zanzibar na saa 2 kwa saa za Morocco, ambapo klabu hiyo imewahamasisha mashabiki wake kufuatilia kwa ukaribu mchezo wao huo dhidi ya Simba katika fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa 2024-2025. Lakini hivi sasa mtazamaji, bado hatujapata taarifa kutoka TFF, kwa maana taarifa kutoka TFF hawajaweza kuzungumza lolote, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Lakini taarifa ndo hizo kwamba Berkane wao wamesema mchezo utaenda kule visiwani Zanzibar. Kwingineko, klabu ya Dar es Salaam Young Africans imeweza kueleza mipango yao ya kuiteka Tanga kuelekea mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Hayo yote yameelezwa na Ali Kama, ofisa habari na mawasiliano ya klabu hiyo, ambapo wameweza kutangaza utaratibu wa usafiri kwa mashabiki. Kama wanasema tayari tuna mabasi 35, lakini malengo yetu ni kutoa mabasi 50. Huyu hapa Ali Shaban Kamwe. Nao kwa sababu ni hatua nusu finali, ni hatua moja tu kufika finali, kwa mara nyingine kwenda kutetea ubingwa wetu wa kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo taarifa kamili ya timu hiyo, na tuwaombe sasa wakazi wa Tanga ambao ni mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga wajiandae kuipokea timu yetu siku ya tarehe 16 inshallah. Mwamko umekuwa mkubwa sana kwenda kwenye mchezo huu, kwa sababu hivi ninavyozungumza na wewe tayari tuna mabasi 35 ambayo ni matawi ya klabu ya Yanga kutoka hapa Dar es Salaam na Morogoro, ambao wameunganisha nguvu kwa pamoja kutoka hapa kuelekea Tanga. Lakini tulikubaliana kwamba malengo tutoe mabasi 50, na naamini kwa hizi siku 3 zilizobakia hapa hili jambo kwa mashabiki wa Young Africa la kwenda kutimia kabisa. Chukua fursa hii kuwaambia mshabiki wa Yanga ambaye pengine tawi lako liko mbali, unatamani kwenda Tanga, njoo makao makuu ya club kuanzia siku ya kesho. Yuko afisa maalum pale ambaye anashughulikia taratibu za safari hii, na nauli ya kwenda na kurudi ni shilingi 35. Kwa hiyo ukilipia shilingi 35 pale makao makuu ya club, maana yake utapangiwa basi la kupanda kuondoka na wanachama wenzao kwenda kuishangilia timu. Tukitazama habari nyingine, afisa habari wa JKT Tanzania Masau Bwire ameeleza ni kwa nini wako serious na ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB Bank na wanaanza na Yanga kwenye mchezo wa nusu fainali utakopigwa Mkokwani Stadium Tanga. Masau Bwire anasema kwamba tunahitaji tucheze ligi za kafu. Hayo ni maneno ya Masau Bwire, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya JKT Tanzania. Nikumbushe mchezo huo utachezwa Mei, Jumapili tarehe 18. Watapisha na tutapita. Watake wasitake, kwa maandalizi tuliyoyafanya, malengo tulionayo, uhitaji wetu katika mashindano haya, watapisha tupite. Na hilo ndilo tunakwenda nalo, kwamba lazima watapisha tupite. Na nina hakika hata wao wanajua hivyo, kwamba kazi sio ndogo. Kichapo cha kizalendo hakiepukiki. Wazalendo tuko tayari kwa ajili ya kucheza mashindano ya CAF. Yanga ambao tunakwenda kukutana nao katika hatua ya nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup watatupisha tupite. Mara baada ya mchezo wa NBC Premier League kutamatika hapo jana kati ya Tabora United dhidi ya KMC, ambapo KMC alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, kocha wa timu hiyo Adam Mbwana ameweza kuelezea jinsi ambavyo uwezo binafsi ulivyowapa alama 3 baada ya mechi kuwa ngumu sana. Lakini kwa upande wa kocha wa Tabora United ameweza kulalama na maamuzi, akisema kadi 2 nyekundu zimewavunja nguvu. Na tulichokuwa tunakusudia, tulikuwa tunataka movement, of course, box to box, kutokea chini mpaka juu.
So tulikuwa tunataka watu pia tulifanya sub nyingine, nafikiri Darwish Saliboko as a natural winger. Tuliona tukitumia wing backs hatuwezi kusucceed kwa sababu walikuwa wanaziba sana zile nafasi. So we wanted to approach hayo maeneo yao ya pembeni, lakini kwa kutumia mawinga ambao wana uwezo wa kuchukua mtu mmoja, ni wazuri kwenye 1v1s, lakini pia wana uwezo wa kucut in na kuingia. Kama umeona goli limetokea baada ya Redemptus kuchukua mtu kuingia kwenye box kutokea upande wa kulia. So tulikuwa tunahitaji kwenye game kama hizi, unahitaji individual talents kama zile. So nafikiri well done to my technical bench, tulifikiri vizuri na imeweza kutulipa. Yeah, you saw the game prevailed. I think we started well. We missed some chances which could have taken us to lead the game, but we failed to do that. The second half, the misery of 2 red cards brought our game down. I thought from there maybe we would have picked up to see, because we had planned for the second half again to get a goal. But unfortunately the red cards put us down. Otherwise, I'm looking forward.